Walisema wahenga kuwa elimu ni bahari ambapo kamwe hatuwezi kufikia ukingo wake. Ndio maana leo, mpenzi mwanafunzi, leo niko hapa tena ili kuelekeza kwenye tofauti kati ya fasihi simulizi na fasihi andishi. Karibuni. Kwanza kabisa ni kuwa fasihi simulizi hutofautiana na fasihi andishi kwa kuzingatia kigezo cha uhifadhi. Katika kigezo hiki basi tutasema kuwa fasihi simulizi huhifadhiwa akilini na kusambazwa kwa njia ya mdomo, ilhali fasihi andishi huhifadhiwa kwenye maandishi na kusambazwa kwa njia ya maandishi. Ngano kwa kawaida hutambwa, lakini riwaya huandikwa. Nyimbo kwa upande nyingine huimbwa, lakini mashairi andishi huandikwa. Hivyo zinatofautiana katika njia ya uhifadhi, ya namna ambayo yanahifadhiwa. Pili, ama tofauti ya pili tutaitazama kwenye kigezo cha hadhira, ambapo hapa nitazingatia hoja tatu mfululizo. Hoja ya kwanza katika sehemu hii ya hadhira ni kwamba fasihi simulizi huwasilishwa kwa hadhira hai. Fanani hukabiliana ana kwa ana na hadhira. Vitendawili kwa mfano hutegwa moja kwa moja kwa hadhira inayotarajiwa, na hadhira hii ambayo inatarajiwa wanatarajiwa kuvitegua papo hapo. Kwa upande mwingine, fasihi andishi wa kawaida huwasilishwa kupitia kwa maandishi. Mwandishi wa riwaya hana fursa ya kuonana na wasomaji wa riwaya yake ana kwa ana, huwa haonani nao. Lakini ukiangalia fasihi simulizi kwa upande mwingine, hadhira yake mnaonana hapo hapo. Tofauti nyingine katika sehemu hii ya hadhira, ama kuzingatia kigezo hiki cha hadhira, ni kwamba hadhira ya fasihi simulizi huwa ni tendi. Huchangia katika uwasilishaji kwa kuuliza na kujibu maswali, kuimba ama kucheza na kupiga makofi kwa kushangilia. Hadhira hii huonyesha taadhira ya utungo kutowasilishwa kwa hisia zao kwa kucheka au kuhuzunika. Katika ngoma au utegaji na uteguaji wa vitendawili, hadhira ni washiriki. Hadhira ya fasihi andishi kwa upande mwingine haiwezi kuwa tendi, yaani hadhira ya fasihi simulizi huwa ni tuli. Haiwezi kumuuliza mwandishi maswali, wala haiwezi kushiriki wakati mwandishi anapoandika. Hadhira hushirikishwa katika kusoma kurasa za kitabu zilizokwisha kuandikwa. Katika tofauti nyingine katika sehemu hii ya hadhira tutasema kwamba hadhira ya fasihi simulizi ni pana kuliko ya fasihi andishi. Yaani fasihi simulizi huweza kupokewa na hata wale wasiojua kusoma na kuandika, lakini kwa upande mwingine fasihi andishi huwafikia tu wale wanaojua kusoma na kuandika. Tofauti nyingine tutaiangalia kwenye kigezo cha umiliki. Katika sehemu hii tutasema kuwa fasihi simulizi ni mali ya jamii, lakini kama mnavyojua fasihi andishi ni mali ya mtu binafsi. Hivyo basi fasihi simulizi haimilikiwi na fanani mahususi, tofauti na fasihi andishi ambayo ni mali ya mwandishi au andishi binafsi. Visasili huhusishwa na jamii wala si mtu binafsi, ili hali riwaya au tamthilia ni mali ya mwandishi na ndiye mmiliki wa maandishi hayo. Tofauti nyingine hujitokeza kwenye mabadiliko. Na katika sehemu hii ya mabadiliko tutasema kuwa fasihi simulizi ina uwezo mkubwa wa kubadilika kimaudhui na kimtindo kutegemea hadhira kuliko fasihi andishi. Fanani anaweza kubadilisha mtindo wa uwasilishaji, badala ya kukariri anaweza kuimba shairi, anaweza kurahisisha lugha na kubadilisha baadhi ya maudhui, akaongeza mengine ama kuyapuuza mengine. Msanii wa fasihi andishi hana nafasi ya kuifanyia mabadiliko kazi yake baada ya kuchapishwa hadi pale toleo jipya la kazi hiyo itakapotolewa. Kwa vile akabiliane ana kwa ana na hadhira yake, hawezi kujua maoni yao, hivyo hawezi kujirekebisha moja kwa moja. Tofauti nyingine tutaitazama kwa kutazama hali ya kusaulika. Yaliyomo katika fasihi simulizi huweza kusaulika kwa urahisi, yakafisidiwa au yakavurugika kwa sababu ya kuhifadhiwa ubongoni na kupitishwa kwa mdomo. Kudumu kwake hutegemea kumbukumbu ya wasanii mbalimbali. Pia fanani anaweza kufa au akarukwa na akili au hata kasahau mtiririko wenyewe. Ikiwa msanii atasahau au kurukwa na akili, yaliyomo katika utungo asilia huenda yasidumu, yatabadilika. Kwa upande mwingine, fasihi andishi ina uwezo zaidi wa kudumu, kwani imehifadhiwa katika maandishi ambayo huweza kusomwa na vizazi vingi kwa muda mrefu bila kufutika. Tazame tofauti hii pia baina ya fasihi simulizi na fasihi andishi kwa kutazama kigezo kile cha wakati. Kwa kutazama kigezo hiki cha wakati tutasema kuwa fasihi simulizi hutolewa katika vipindi, nyakati na mahali maalum. Ngano hutambwa jioni kwenye nyumba za watu. Matambiko hufanyiwa katika sehemu maalum. Miviga kama vile upashaji tohara
Hutokea katika vipindi maalum vya mwaka kama vile wakati wa mavuno. Msomaji wa fasihi andishi afungwi na mazingira ya wakati wala wakati wa mavuno. Msomaji wa fasihi andishi afungwi na mazingira ya wakati wala mahali. Huweza kusoma wakati wowote na mahali popote. Tofauti nyingine tutaitazama kwa kutazama kile kigezo cha uwasilishaji, na katika uwasilishaji nitatazama hasa matumizi ya viziada lugha na mbinu nyingine za ishara ama tunaita taashira. Hapa tutasema kuwa uwasilishaji wa fasihi simulizi hutegemea viziada lugha kama vile ishara za uso, mavazi, miondoko, toni na hisia za hadhira. Katika fasihi andishi, mwandishi anategemea ujuzi wake wa lugha kuwasilisha ujumbe wake kimaandishi. Hana nafasi ya kuwaigizia watu sauti yake wala sauti ya wahusika hazisikiki. Hata katika tamthilia, nafasi ya wahusika wa hadithini huigizwa na wahusika wengine wa mchezoni. Vivyo hivyo, mavazi ya mwandishi hayawezi kuchangia katika uwasilishaji, kwani hayupo pamoja na hadhira. Ubora wa kazi yake hutegemea zaidi tamadhali za usemi na ujuzi wa lugha. Tazame tofauti nyingine kati ya fasihi simulizi na fasihi andishi kwa kutazama kigezo hiki cha umri. Kwa kutazama kigezo hiki cha umri, tunaweza sema kuwa fasihi simulizi ina historia ndefu sana, yaani ni fasihi kongwe, ilikuwepo kabla hata ya mababu zetu, ukilinganisha na umri wa fasihi andishi. Fasihi simulizi ilianza pamoja na binadamu, ilhali fasihi andishi ilianza baada ya kubuniwa kwa maandishi, yaani baada ya wanadamu kujua kusoma na kuandika, ndipo walipobuni fasihi andishi. Hivyo fasihi simulizi ina umri mkongwe kuliko fasihi simulizi na umri mkongwe kuliko fasihi andishi. Tutatazama pia tofauti baina ya fasihi simulizi na fasihi andishi kwa kutazama kigezo kile cha aina za wahusika. Katika sehemu hii tutasema kuwa wahusika katika fasihi simulizi kwa kawaida huwa binadamu, wanyama, mazimwi, majini, miungu, mashetani na vitu visivyo hai. Wahusika wa fasihi andishi kwa upande mwingine huwa binadamu, japo kuna baadhi ya kazi ambazo zinahusika wanyama na hata mizimu. Tofauti nyingine tutaitazama kwenye maandalizi. Na katika sehemu hii ya maandalizi tutasema kuwa fasihi simulizi haihitaji maandalizi kabla ya kutolewa. Majigambo kwa mfano hutungwa papo hapo na kuwasilishwa kwa hadhira. Aidha, ngano huwasilishwa bila maandalizi na fanani huweza kufaragua masimulizi yake. Fasihi andishi hata hivyo huhitaji maandalizi ya kutunga na kuandika kwa kipindi kirefu kabla ya kuchapishwa na kuwasilishwa kwa hadhira. Tofauti ya mwisho tutaitazama kwenye tanzu. Fasihi simulizi, mpenzi mwanafunzi, ina tanzu na vipera vingi kuliko fasihi andishi. Naposema tunajua kwamba fasihi simulizi ina tanzu kama vile semi, hadithi, ushairi, maonyesho na mazungumzo, na yana vipera vingi ambatani, ilhali fasihi andishi ina tanzu 4 tu, nazo ni riwaya, tamthilia, ushairi na hadithi fupi. Hata hivyo, kuna baadhi ambao wameongeza novela katika utanzu huu wa fasihi andishi. Hivyo ukitazama tanzu na vipera tutajua kwamba fasihi simulizi ina tanzu nyingi kuliko fasihi simulizi na tanzu nyingi kuliko fasihi andishi. Mpenzi mwanafunzi, nimefikia mwisho wa kipindi hiki. Unapoondoka na kuachia haya ili uweze kutafakari. Kwanza, ufahamu kuwa tunapotazama tofauti kati ya fasihi simulizi na fasihi andishi, tunazitofautisha kwa kutazama kigezo cha uhifadhi, ambapo tunaangalia je, fasihi simulizi na fasihi andishi zimehifadhiwa vipi? Kama tulivyosema awali, fasihi simulizi imehifadhiwa akilini, fasihi andishi imehifadhiwa kwenye vitabu na maandishi. Tunatazama hadhira, ambapo tutaangalia je, hadhira ni hai, hadhira ni tendi au hadhira si hai. Kama nilivyosema awali, mnajua kwamba fasihi simulizi ina hadhira hai na ina hadhira tendi. Tutatazama kigezo cha umiliki, ambapo kwa ufupi utasema kwamba fasihi simulizi ni mali ya jamii, lakini fasihi andishi ni mali ya mtu binafsi. Tutaangalia kigezo cha kusaulika, na tunajua kwamba fasihi simulizi husaulika haraka kwa vile huhifadhiwa akilini, tofauti na fasihi andishi. Tutaangalia kigezo cha wakati, ambapo fasihi simulizi hutolewa wakati maalum, hasa wakati wa jioni, ndipo watu hutamba hadithi ama wanakaa karibu na moto pale ambapo labda babu zao wanawatolea hadithi na kadhalika. Utaangalia kigezo cha uwasilishaji, ambapo utaangalia matumizi ya viziada lugha na mbinu ishara. Hapo utasema kuwa fasihi simulizi wa kawaida
Tunapowasilisha mbele ya hadhira, tunatumia wingi wa viziada lugha na ishara, tofauti na fasihi andishi. Tuangalie umri, angalie kigezo cha umri. Usisahau kutaja kwamba katika umri fasihi simulizi ina historia ndefu sana ikilinganishwa na fasihi andishi, kwa vile fasihi andishi ilianza wakati mwanadamu alijua namna ya kuandika na kusoma. Tutaangalia aina za wahusika, ambapo nimewambia kwamba fasihi simulizi ina wahusika wengi kama vile binadamu, wanyama, mazimu, majini, miungu na kadhalika. Lakini fasihi andishi mara nyingi huwa na mhusika binadamu peke yake. Mtazame tofauti hiyo katika kilegezo cha utanzu, na nimewatajia kwamba tanzu za fasihi simulizi ni nyingi ikilinganishwa na fasihi andishi. Kwaherini mpenzi mwanafunzi, natumai kwamba umefaidika. Tukutane katika kipindi kijacho.
Kutoka. Kutoka.